Msichana, jifunze kuwa mvivu. Yaani uvivu kwa mtoto wa kike sio dhambi. Jifunze kumwambia huyo kaka like, baby leo mkono unaniuma, siwezi kupika. Babe, leo najisikia vibaya. Babe, naomba unisaidie. Yaani hii kazi siwezi kuifanya, nisaidie. Yaani unajua wasichana wanaoishi vizuri sana huku nje ni wasichana ambao ni wavivu. Huyo mwanaume wako ambaye anakwambia hajui kupika, we mwambie nimejikata kidole baby, siwezi kupika. Uone kama hajakuagizia KFC na ukaenjoy. Wanaume ndio maana siku hizo wamekuwa kama wanawake, kwa sababu sisi wanawake tumewatengenezea mazingira ya wao kuishi kama baby girls. Mwanaume anakaa kwenye kochi ametulia, miguu juu ya meza, yuko busy na chat na washikaji zake na watu wanaowapenda, anakunywa kinywaji. Wewe huko una toilet, unatoka nje kufua na kuambia umefunga kaniki, utafikiri umechanganyikiwa, kanga umevaa imeloa maji, ni gauni limeloa. Ukitoka hapo unaingia jikoni, kamasi zinakuchuruzika, mwenzako amekaa yani amerelax. Yani tumewafanya wanaume ndo wamekuwa wavivu, sisi ndo tumekuwa makonki, master konki. Sasa msichana, jifunze kuwa mvivu. Yani unapokuwa mvivu utaishi kama mwanamke. Mwanamke kuwa mvivu ni inatakiwa uwe mvivu. Yaani mwanamke sio unakuwa ile mwanamke, yani wewe kila kitu nakwambia ni maugali, nakwambia unasonga ugali, ukitoka hapo mikono yako imekomaa, hata mume wako ni soft. Which kind of life is that? Nani mwanaume? Yani wewe msichana ukimshika mume wako unamkuangua. Mwanamume akikushika ni kama mtoto mchanga amekushika. Hayo ni maisha. Jamani, hakikisha msichana unakuwa soft. Mwanaume ndo mkono wake unatakiwa ukakamae, kwa sababu mwanaume ni problem solver. Sisi wanawake tumejigeuza ndo ma problem solver. Kwa hiyo wanaume wamerudi nyuma. Wanasema okay, kumbe mna nguvu, piga kazi. Kumbe sisi ndo tutakuwa tu enjoy. Ngoja tu enjoy. Kwa hiyo msichana, uvivu sio dhambi.